Hello guys, mambo vipi? Ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya The Industry ambapo leo tunaendelea kulijadili sakata zima la Ibra pamoja na Konde Gang ambapo ndani kuna Harmonize. Sasa bwana, leo siku hivi Harmonize ametoa tamko ambalo amelitoa hata kabla ya BASATA kusema kitu chochote. Sasa leo tunaenda kuzungumzia mkasa unaendeleaje, nini kimejificha huko ndani, maana wanatuchanganya kidogo mashabiki wa muziki. Niko na mwenzangu bwana, Dr. nani? Dr. Mateka. Na mimi ni Miss Naomi Stock. Sasa bwana, Dr. Mateka, leo umeona lile kuna video fulani imetrend hivi mtandaoni ya Harmonize akidai kwamba hajafanya chochote, hajamdai Ibra, na ameshangaa kuona Ibra na post mitandaoni akiomba michango. Wewe umelionaje? Harmonize somehow tunaweza kumweka kwenye kundi la watu ambao ni hawatabiriki au unaweza kumsema ni mnafiki. Of course. Kwa sababu kwa kitu ambacho kinaendelea mwanzoni na kitu kuja kuendelea sasa hivi. Yaani ni njia mbili tofauti kabisa. Dilema. Ukisikiliza yale maneno yake unaona kama anamtupia Ibra lawama hivi. Sasa sijui yeye mwenyewe kwa nini anajaribu kumvisha Ibra kuvaa ule yeye aonekane ni mwema alafu mwenzake aonekane ni mbaya, kwa sababu kama umesikiliza anasema sijui ule msamaha akitaka amuombe, akitaka asiombe, kama kwa sababu anapaswa kuomba Mungu, kuomba msamaha ni Mungu mwenyewe, something stuff like that. Lakini kuna maneno mengi hapa unajua ile siku ya kwanza kabisa mgogoro ambao umeanzia mpaka wanatupiana maneno machafu na makali hadi thubutu kabisa kwamba sasa hivi umeamua kujiweka hadharani kwamba wewe hivyo mchele unatumika, umeona inatakiwa ukutane na madaktari, sio naelewa vizuri. Lakini ukija kusikiliza statement aliyotoa jana usiku ni kwamba yale maneno sijui yametokea wapi mpaka tunakuja kufika huko. Kiukweli iko kitu hapana. Mimi najiuliza kitu kimoja. Kwa nini siku ile kwa mfano Ibra alipoposti tu na daiwa bilioni 1? Kwa nini Harmonize asingejibu siku ile ile akasema kwamba mimi sikudai hiyo hela, sifanyi chochote? Yaani kwa nini amekuja kulitoa kingine? Ili jana kalitoa jana usiku. Wewe ukitaka kujiuliza, jiulize hivi. Kwa nini alimchangia 100,000? Wakati anasema yeye alikuwa hamdai. Labda kuna kitu kimejificha. Labda hamdai bilioni 1 ila kuna hela anamdai. Alimwambia hivi, kama kabla ya posti ya muamala, alisema bro you have to pay 1B. Sijui naelewa vizuri. Aliweka kwenye Insta story yake. Akasema bro you have to pay 1 billion. Baadaye akasema mimi nimekuchangia mdogo wangu 100,000. Lakini na Watanzania mchangieni ili waweze kufikisha bilioni 1 akawe msanii independent. Hiki ni nini? Wanatuchanganya, kusema kweli wanatuchanganya. Nafikiria itakuwa ni kiki, yani ukijaribu kuangalia labda kama vile ni kiki, lakini haijakaa kiki. Zaidi wamerushiana maneno mengi sana. Hamna kiki pale. Hamna kiki. Kiki sio ile. Kwa ni kitu serious. Ile ilikuwa ni serious. Harmonize anaogopa BASATA, anaogopa ile swala baada ya kufika BASATA. Au kwa nini anajaribu kujitetea? Yaani kwa nini anajaribu kujitetea kwamba hamdai bilioni 1? He's looking for the public sympathy. Anatafuta huruma ya public. Yes. Kwamba onekane ni mtu ambaye ni mwema. Harmonize anaga changamoto na msanii mwingine, ana shida yoyote na watu. Kwa nini kwa Angela haikuwa hivi? Kwa nini kwa Country Boy haikuwa hivi? Kwa nini Chidi na Kira haikuwa hivi? Kwa nini kwa Ibra? Japokuwa mimi simtetei Ibra kuondoka kwenye lebo bila kufuata taratibu ambazo ni za msingi. As long as mmekubaliana pesa, you have to pay it. Kama lebo yako ilikuwa nayo inafuata ule mkataba ilivyokuwa unayosema. Kwa sababu kama ilikuwa nataka video 4 kwa mwaka ziweze kulipiwa na lebo, alafu lebo haikamilishi kwa kitu, tafsiri yake hamna mkataba unaofuatwa hapo. Ni mnyonyaji ni mmoja tu. Kwa hiyo mimi kikweli na appreciate kwenye kitu ambacho amekifanya Konda. Haijalishi mangapi hapo ameyafanya kwa kuzingatia ule mgogoro, lakini tukitrace kwa huu muda ambao wamegombana, wangeendelea kuzozana, vitu vingi vingeibuka juu kuliko hivi alivyolimaliza. Au unawaza kitu kimoja, labda BASATA ndio wamemwambia Harmonize aseme hivyo, labda amsamee bure. Sidhani, kwa sababu Harmonize yakwenda. Harmonize yakwenda, alisema ametuma management. Hata management pale kuonekana. Sasa sijajua management hiyo ilienda muda gani. Kwa sababu labda hawakutaka kufanywa interview wengine kama alivyofanya Ibra. Ibra ndio alionekana amefanywa interview. Wakati wanatoka kwenye kikao kwani wote wameonekana. Labda kuna mmoja wapo kwa mwingine amevaa zake tu kawaida, hajataka kuonekana afu akaondoka. Au kuna watu wanapaa juu.
Hata mwingine anaweza kama tu kawaida zake akapita zake kwenye japokuwa inawezekana yote kama ulichokisema, kwa sababu amesema aliwatuma management iende alafu ikamrejeshia feedback, japokuwa mwenye anasema hakuona haja ya yale mambo kufika kule. Sasa walezi wenu wanaona nyinyi mnagombana, yani sawa sana familia, ujue baba na mama wanaona nyinyi watoto mnagombana, then kwa nini nyinyi ambao ni wale wasimamieni nyinyi au wazazi wenu wasiwaiteni wakaja kabla jambo halijawa kubwa? Kwa sababu kama mtaweza kuzozana leo kwa kupigana mangumi, kesho mtachukuliana vifaa, mtapigana mapanga, kama mnamiliki bastola mtu atamfiatulia mwenzake risasi hadi ikaja kuwa mbaya. Jambo baya sana. Yeye anasema hakuna haja ya lile jambo kwenda kule. Kwa nini? Kwa kweli Harmonize anatuchanganya. Afu tukirudi swala lingine, ila huyo Ibra ameomba hela, amechangiwa. Kwa hiyo hela atazipeleka. Asema alimtibia mama yake. Alimtibia mama yake? Kwani mama yake ameanza kuumwa lini? Mbona hiyo mama yake lilikuwa la muda mrefu na mchango umeanza kutolewa juzi tu hapa. Cha kwanza nakumbuka kuna posti moja ya Ibra alisema nashukuru kwa mchango mkubwa, kwanza tumemsaidia mama yangu amekuwa salama sasa hivi. Kingine akasema hata kama nisipoweza kumlipa Harmonize bilioni 1, lakini kitu ambacho nashukuru mama yangu yuko salama sasa hivi. Pesa zenu zimemsaidia kuweza kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo inawezekana zikawa zimetumika kwenye matibabu. Nimeona kuna mtu mmoja kupitia ile post ya Harmonize akasema Ibra turejeshe hela zetu. Of course hata mimi mwenyewe na support arudishe hela za watu. Angesema kama anataka mchango wa kumsaidia mama angesema. Mimi nafikiria kitu kimoja. Kuna nakumbuka kuna sakata moja hapa, sijui ni la Faisal ile kama sikosei, akaanza kumchangia michango, sijui ni nani. Akasema sio rahisi kuirejesha pesa kwa kila mtu ambako imetoka, ila mimi nitapeleka sehemu ambazo ni zinagusa jamii. Yes, mfano labda kwa watoto yatima. Sasa sio kama ndo hivyo lazima afanye, na nyinyi mlimchangia, unapotoa kwa upendo. Sasa ndo kama ndo msemo mkutana comment, kwa mfano ukitokea comment kama za watu kama 10 tunataka hela zetu urudishe, watu kama 10 wote wakamvamia. Wewe unawajua Tanzania. Inawezekana wakishikilia jambo lao wanaweza wakalishikilia. Inawezekana pia, lakini wanaoandika hivyo, alafu wanaoandikaga hivyo wengi wanakuwa hawajachanga. Ndio mtu sasa yani wewe ujulikani sasa ulichangiwa na nani na nani. Sasa ndo shida, ndio maana unashindwa kufanya return ya ile pesa. Lakini ingekuwa inajulikana kwamba pesa imetoka kwa mtu fulani ikaenda kwa mtu fulani, nadhani it was so easy kuweza kuifikisha kwa yule mtu ambaye imefika. Lakini haijulikani kwa sababu imetoka kwa mwingine 1000, mwingine 500, mwingine 600. Unarudisha 600. Serious. Sio kitu ni rahisi. Kwa mantiki ya Harmonize, kutokana na video yake aliyopost leo yani usiku wa kuamkia leo, amemwachia tu Konde Boy free bure. Mwenye ndo alichodai. Anasema bana nimwachia sijui catalog zote, kila kitu, yani pesa zote ambazo zitakuwa zinavunwa sijui kwenye digital. Sasa hivi amesema hata promoters wamchukue. Lile amesema ni tangazo la kwanza ya maandishi inakuja. Kwa hiyo kwa sababu kwanza nilichoona amejaribu kuondoa ili livuguvugu linalokuwa hapa katikati, kwa sababu hata basi hata hajasema kitu chochote, lakini yeye ameshasema tayari somehow. Bana mimi nampongeza kiukweli kabisa. Wewe unadhani Harmonize ataaminika kwa watu kwamba hakumdai bilioni 1? Watanzania bila kuja na proof yoyote. Mimi nadhani Harmonize angekuja na mkataba kabisa ule ambao ulikuwa unasema kabisa bwana atatakiwa kulipa bilioni 1. Yaani aje na proof fulani hivi watu wamuamini kwamba hakumdai. Kwa video hii sidhani kama watu watamwamini, simple kabisa hivi. Wakati walikuwa wameshatupiana maneno mengi sana. Everything depends on the matter of perception. Sisi tunatofautiana kwenye mapokezi ya vitu. Mimi siwezi kumwamini Harmonize kiuhalisia. Japokuwa hiki alichokifanya mimi nimeappreciate. Nimefurahishwa nacho sana, lakini mimi siwezi kumwamini Harmonize. Napenda muziki wake, ni mshabiki wake, sio hater kwake. Lakini kwa hiki ambacho amekisema, kwa sababu vingi unaona kama anajaribu ile kujisafisha kwenye baadhi ya vitu ambavyo vipo. Hivi mpaka vinakuja huku juu, chini vimevukuta kweli kweli. Yaani kwamba nimeshindwa, ngoja nikitoe sasa huku juu. Kwa yale maneno ambayo alikuwa ameandika yeye, sidhani kama yeye mwenyewe alikuwa yuko willing kumwachia huyu kijana aende tu ile free.
lakini anakuja kutambia mimi sijui tulishaongea hivi na hivi. Mliongea nini? Kwa nini mkumalizana huko chini? Hamna kitu ngine. Sasa wewe mtazamaji wetu kwenye comment hapo utatuambia kwani hii ni kiki, wewe una voice itakuwa ni kiki, itakuwa ni nini? Kwenye comment hapo utatuambia au utashare na sisi ujumbe wote. Kuna hili la Harmonize amesema kwamba hata kuita chumbani ameshangaa. Nilivyoona ile kile kipati ambacho ameongea Harmonize, kwa kweli hata mimi mwenyewe ameongea kiuchungu, yani ameshangaa kwa nini hata yule kaka amemfanyia vile. Unadhani Ibra anaweza katunga hivyo vitu ili kwamba akiwa na lengo la kwamba ili asaidiwe kwa haraka ndio maana alisema vile? Inaweza kuwa no au yes. Kwa sababu kila mtu unajua anajaribu kuivutia kamba kwake. Wanaosema ukweli ni wenyewe, yani wakiwa wenyewe. Lakini sisi huku nje tunahadithiwa na wao. Kwa hiyo kila mtu story anaivutia kwake. Harmonize amekataa kama sijui kumwambia kitu kama hicho ni muita chumbani. Ibra alisema mimi msela wewe, unaenda chumbani wewe kunipa kodi. Jambo kwa inawezekana, unajua sometimes inawezekana ilikuwa ni form of jokes tu, vitu ambavyo vilikuwa vimetokea kwamba ile dogo unataka kodi, njoo chumbani nikupe kodi. Njoo akakumbushia baada sakata kama aiteka pesa. Yes. Kwa hiyo inawezekana mapokezi sasa, ile ndio niliyokuambia. Tunatofautiana kwenye mapokezi ya jambo. Inawezekana Konda alikuwa anamwambia vile in form of kumtania kwamba njoo chumbani nikupe kodi. Si unataka kodi wewe? Mtoto kimo anataka kodi. Njoo chumbani. Asa ile unajua inawezekana Ibra alipokea kwamba kwani mimi bro ananichukuliaje? Anaona mimi mshenzi, sina akili. Yaani wananitamia chumbani mtoto wa kiume. Wananiita chumbani. Kwa hiyo akachukulia ile say ni dharau. Sio, unanielewa vizuri, dharau. Inawezekana kama jamaa kaona ile, inawezekana jamaa akataka kweli mzigo. Mwishoni hivi siku ambayo vitu vimetokea akaona hiki kinyongo ngoja nikiteme sasa hivi. Nionekane kwa jamii na mimi kwamba huyu sasa aliniita. Lakini amemharibia CV mwenzie. Na ndio madhara ya kutomaliza kitu chini mapema. Kamharibia kwa sababu kama wangefikia hatima ya hili sidhani kama huko tungefikia. Lakini wameshindwa kulimaliza wenyewe chini, ndio maana limekuja juu. Maana kutokana na vile alivyosema huyu Ibra kwamba aliitwa chumbani na Mange naye akalaiza akasema ndio maana nahisi Harmonize alishamtafutaga nani Susuma udaku yule anasema ni mwanaume akamtumia na nilia. Yaani kwa hiyo imeshaanza kulaiza na vitu vingi sana kutokana na hiyo. Mambo mengi Mambo mengi nadhani hata. Kwa hiyo Harmonize baba jipange kupokea vitu mbalimbali, negative things, positive things, all uendelee kulinda lebo yako. Naamini watu wengine, naamini wasanii wengine watatokea kwenye konde. Mwenye amesema kuna a lot of artists watatangazwa wengi. Lakini sasa hivi lebo zinaenda kukosa ile thamani ambayo ilikuwa inahitajika. Kwa sababu sasa hivi inakuwa mtu anahitaji lebo ili akatambulike tu. Akishajulikana alafu atoke. Tena sio kutoka kwa kufuata utaratibu, anatia huruma kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, naonewa mimi hapa nileta chumbani hivi. Kwa nini usilipe hela? Lipa hela, malizana vizuri. Kwa sababu Konde Boy anasema kabisa mimi alinitumia message kwamba anahitaji kutoka na yeye akamjibu kabisa. I wish Harmonize angetoa ile proof, angeisema kabisa message zake ni hizi hapa alizoniambia, nikamjibu vizuri. Afu tujue kuna vitu vingi 1 milioni imetoka wapi? Ana shida na hela. Tunaweza kusema Ibra ushangaji Ibra naye ana shida na hela. Mambo ni mengi. Hela anayo shida. Akawa ana shida na hela, kwa anatumia huo mgongo wa nini? Kuomba hela. Kila mtu ana shida na hela. Wewe una shida na hela bwana? Mimi na shida na hela lakini siwezi kuomba kwenye mitandao. Wewe una shida na hela. Kuna stage unajua unafika, you have no choice. Yaani hata kama ulikuwa mkubwa namna gani, kuna muda unafika una give up. Unasema jamani hiki kitu nakileta kwenu. Kwa watumiaji wa mtandao wa X ambao zamani walikuwa wanafahamika kama Twitter, kuna jamaa mmoja alikuwa ni mtu ambaye yeye hayupoga upande wa wananchi sana. Raia kule Twitter, unajua Twitter kuna matabaka ya pogi. Kule kuna utawala. Wewe mna rais kweli? Kule anakosekana rais tu, lakini kule waziri, yani kila sehemu kwenda burudani sisi na nini. Nipo tunaangalia. I do love that mtandao. Sasa yule jamaa kuna siku akasema alimuuguza sana baba yake kwa muda mrefu. Kiasi kwamba akapatwa na madeni mengi sana. Yaani akasema jamani nimepambana nimeshindwa mpaka nakuja kwenye jamii nimegive up kila kitu. Nimetumia hela zangu zote, nimeingia kwenye madeni mengi. Naombeni msaada wenu. Sasa watu wakawa wana recall zile posti zake za mwanzoni ambazo alikuwa anaziposti kipindi cha nyuma. Sema mwambie
mwambie Joti labda akupe hela. Sisi kusi ulikuwa unatuona sisi tuna akili. Tulikuwa na mimi maisha yao siku zote tunapata. Kwa hiyo japokuwa mwishoni alikuwa ameliongelea, nashukuru watu nichangia hivi na hivi, unakuja unarudi pale pale kwamba kuna muda unakwama kiasi kwamba unashindwa. You have no choice. Lazima utarisubmit kwenye jamii. Na ukileta kwenye jamii ndio hivyo sasa. Mwingine atakusifia, atakusaidia, mwingine atakusaidia kwa nakupondea, mwingine anakupondea kusaidii, mwingine atakusaidia kimya kimya. Ndio watu wapogo hivyo. Kwa kweli. Kwa hiyo mimi nitaendelea vizuri pia. Kwenye muziki wa Tanzania unaweza ukashuka lakini kwenye thamani ya lebo. Kwenye thamani ya lebo nadhani. Kaka Ibra kwa upande mwingine, mimi Kaka Ibra kila siku nasema kwamba ulikosea, unatakiwa kumwombe msamaha bosi. Bosi akosei. Sana. Bosi akosei Bosi akosei lakini ungemfichia basi, hata kama alikuitaga chumbani, it's okay, ungeficha. Bosi waga akosei. Muombe msamaha. Bosi amesema tu kwamba ukitaka muombe msamaha, ukitaka usimuombe, lakini kwa ushauri mzuri ungemuomba tu msamaha na ukaitoa hii dhana kwa wananchi. Sijui utaitoaje, yani sijui utaitoaje kwa sababu watu wameshaipasivu kama wanavyotaka kuitaka iwe. Kwa hiyo nadhani kaa chini, uombe msamaha, utengeneze kama ulivyotengeneza ile content ya kusema kwamba nini, katengeneze tena pia vile vile, kwa sababu nadhani kuna washabiki zako, kila msanii waga na washabiki zake. Washabiki wa Harmonize sasa hivi walikuwa wanakushabikia na wewe, watatoka kwako. Watarudi kwa nani? Kwa Harmonize tabaki. Wewe tena utabaki na wasida. Lazima utakuwa umepunguza baadhi ya watu. Kwa hiyo nadhani watakuwa lisolve issue. Tuwasubirie Basata. Mimi sidhani Basata kama wana haja kutoa tamko lingine. Kwa sababu ameshamwacha bure. Kwa sababu washamalizana. Yaani kama kwa sababu kilichokuwa kinawagombanisha hapa ni hela. Harmonize Harmonize ameshatupa taulo. Amesema bana mimi nimeshindwa na kuachia Mwenyezi Mungu atamlipa. Sijui lini sijui. Lakini ni kukopi na kupaste kama Ibra Baba amesema. Na wimbo wetu unazidi kutrend. Na wimbo wetu uko kwenye trend number 10. Nimeshaingia kwenye trending number 10 of course. Unatamba na Kiki pia hii sakata nao limemsaidia. Kwa sababu kama umesikiza vizuri ile wimbo nasema ni kukopi na kupaste. Kwa hiyo amekopi kule alikotoka ambapo mmoja alipiga tukio amekuja kupaste. Kama kwenye kompyuta. Tunaamini of course vitu vitaenda vizuri, lakini utakapomalizia pia usisahau kuachia ile video ambayo Harmonize akiwa anaongea. Ile video bwana ipo. Yaani ile ipo lazima tutaiweka watu wathibitishe kwamba tumtetokea. Jana wetu amepitia wakati mgumu sana. Basi ulikuwa na mimi Miss Naomi pamoja na Dr. Mateka ndani ya kipindi chetu cha The Industry. Usikose, endelea kutufuatilia ndani ya Locha Media, subscribe YouTube, katufollow kwenye mitandao ya kijamii TikTok, Facebook, kote ili uendelee kupata updates zaidi. Thank you. Mambo vipi? This is Konde Boy Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ile jambo linalohusu mdogo wangu Chinga. Kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label akawa independent artist. Na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best. I got you back all the time as usual. Kachini na viongozi wa Konde Gang, video contacts, mfanolize, muone mnafanyaje. Contract inasema endapo atataka kuterminate na ku-own master, kununua ku-own master. Nikisema master namaanisha catalog, the whole entire catalog. Nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya mimi ili ziwe za kwake lifetime. Hizo zinaingiza pesa kwake lifetime. Inatokea alipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo ndio ilikuwa ni mazungumzo na lakini sijui nini kimetokea kwake baadaye. Akaja kusema kwenye social media kwamba nimemdai kiasi cha bilioni 1. Nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni 1 na nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. So I did my best. I wish him all the best. Nampenda sana, msupporteni sana. He's an independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata risk, aisaidie familia yake. Even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza kufanikisha kwa
kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Chinga, kina Angela, Kili Chidi walikuwa kina Country Boy, na wao wote waliondoka hakuja kuwa na matatizo yote, na wote wana own master zao, na yeah, for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye malalamiko ya kudaiwa. So that's how we live by lifting each other. Lakini pia speaking of BASATA, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na Bwana Chinga, sikutegemea kama angeweza kufika BASATA baada ya sanaa na usuluhisho. So niliomba management yangu niwakilishe, izungumze na viongozi wa BASATA kuona wanapataje mwafaka, lakini waliniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi. Na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe. Sikuona hiyo haja ya kutengeneza kadhia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka. So as I said, my decision was aende akafanya muziki wake na make sure mnamsupport pia. La mwisho kama sikosei, speaking na kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani, nilikuwa sijui nimemwambia mtoe mama yake mzazi. It's sad, na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, utafanyaje? First, nimemwachia Mungu. Second, nimemsamehe. Na mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Akiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia anastahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa ikimpendeza basi kwa wakati wake inshallah aseme sana, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Naamini itamuongezea baraka zaidi na atafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa, na yeye ni my brother, na si ataendelea kuwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake, because Konde Gang made him. Kwa hiyo wish him all the best. So kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea kuisupport Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja, and thank you so much for your time watching this. And Konde Gangs for everybody. This is Konde Boy. All love.